Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la 7 ambapo tutaangalia kuhusiana na ile mada ambayo inaitwa mwendo kasi, ambapo tutaendelea na kile kipengele ambacho kinahusiana na kutafuta umbali. Tunaweza kutafuta umbali kwa kutumia kanuni ya mwendo kasi iwapo muda na mwendo kasi vinafahamika. Tukiwa tumepewa muda lakini vile vile tumepewa na mwendo kasi, kama umbali hatujapewa kwenye swali, tunaweza tukaitafuta huu umbali kwa kutumia hiyo kanuni. Kwa hiyo hapa kanuni, kumbuka, ya mwendo kasi inasema kwamba mwendo kasi ni sawa na umbali kugawanya kwa muda. Kwa hiyo ili tuweze kupata umbali, manake kama hii na hii tunayo, muda na mwendo kasi tunavyo, ili tuweze kupata umbali manake utazidisha kwa muda na hapo utazidisha kwa muda, ambapo hapa hii muda na muda zinakwisha. Kwa hapa sasa itakuja iwe ni sawa, ni kwamba ni umbali ni sawa na muda mara mwendo kasi. Kwa hiyo umbali ni sawa na muda mara mwendo kasi. Hiyo sasa ndo kanuni ambayo inaweza kutusaidia kutafuta umbali. Sasa hapa kuna swali ambalo linasema kwamba Majaliwa aliendesha pikipiki kwa mwendo kasi wa kilomita 24 kwa saa. Ikiwa aliendesha pikipiki hiyo kwa saa 4 bila kusimama njiani, je, alisafiri umbali gani? Alisafiri umbali gani? Hapa tumepewa mambo yafuatayo. Tumepewa mwendo kasi wa kilomita 24. Tumepewa mwendo kasi wa kilomita 24 kwa saa. Huo ni mwendo kasi, tumepewa hizo kilomita 24 kwa saa. Halafu vile vile tumepewa muda, aliendesha pikipiki hiyo kwa saa 4 bila kusimama. Tumepewa muda ambao alitumia kuendesha pikipiki ambayo ni saa 4. Kwa hiyo je, alisafiri umbali gani? Hapa nasema kwamba alisafiri umbali gani. Umbali hatujapewa, tunaulizwa. Kwa hiyo umbali hatuna. Kwa hiyo ili tuweze kupata umbali tunatumia kanuni ya mwendo kasi ambayo inasema kwamba umbali ugawanywe kwa muda. Kwa hiyo ukizidisha kwa muda kila upande, na hapa kwa muda kila upande, ili kusudi umbali ubaki peke yake, hapa muda na muda zinakwisha, tunabakiza umbali sasa na mwendo kasi mara muda. Kwa hiyo mwendo kasi hapa tumepewa kwamba ni kilomita 24 kwa saa. Kumbuka kwa saa ni kilomita 24 juu ya saa. Ndio maana ya hiyo sentence, kwa kilomita 24 kwa saa. Kwa hiyo tutaandika kwamba ni 24 juu ya saa, saa moja maana yake. Halafu mara, kumbuka tunachukua mwendo kasi tunazidisha na muda, mara muda. Muda ambao ni ngapi? Ambao ni 4, ni saa 4. Kwa hiyo ukichukua 24 mara 4, kumbuka saa na saa zinakwisha. Ukichukua 24 mara 4 zitakuwa kilomita 96. Zinakuwa kilomita 96. Sasa vile vile hapa kuna swali jingine ambalo linasema kwamba lori lisafiri kwa muda wa saa 3. Lori lisafiri kwa muda wa saa 3 kwa kutumia mwendo kasi wa kilomita 78 kwa saa. Pia lori hilo lilisafiri kwa muda wa saa 2 kwa mwendo kasi wa kilomita 84 kwa saa. Tafuta jumla ya umbali lililosafiri. Lori lilisafiri kwa muda wa saa 3 kwa kutumia mwendo kasi wa kilomita 78 kwa saa. Kwa hiyo mwendo kasi hapa tumepewa kwamba ni kilomita 78 kwa saa. Huo ni mwendo kasi. Pia lilisafiri kwa muda tumepewa muda ambao muda ni saa 2. Mwendo kasi wa kilomita 84 kwa saa. Vile vile hapa anasema kwamba tafuta jumla ya umbali hilo safiri. Hapa tumepewa kwamba lori lilisafiri
kwa muda wa saa 3 kwa kutumia mwendo kasi wa kilomita 78. Pia lori hilo lilisafiri kwa muda wa saa 2 kwa mwendo kasi wa kilomita 84 kwa saa. Kwa hiyo lina safari mbili hapa lori. Lina safari ya kwanza na safari ya pili. Safari ya kwanza lori hilo lilisafiri kwa muda wa saa 3 kwa kutumia mwendo kasi huu hapa 78. Hiyo ni safari ya kwanza. Pia lori hilo lilisafiri kwa muda wa saa 2 kwa mwendo kasi wa kilomita 84 kwa saa. Hiyo ni safari ya pili. Tafuta jumla ya umbali iliyosafiri. Hapa kumbuka safari ya kwanza na ya pili hajatupa umbali. Kwa hiyo natakiwa tutafute umbali kwa safari ya kwanza, lakini vile vile tutafute umbali kwa safari ya pili. Tukishapata umbali tutajumlisha huo umbali wa safari ya kwanza na wa safari ya pili, ndio tutapata jumla ya umbali lililosafiri. Kwa hiyo hapa tuanze na safari ya kwanza, ambapo sasa kwa safari ya kwanza tumepewa kwamba ilisafiri kwa muda wa saa 3. Muda tumepewa muda ni saa 3, tukapewa pia mwendo kasi kwamba ni 78 kwa saa. Kwa hiyo hapa ili tupate umbali uliosafiri tunatumia ile kanuni ya mwendo kasi. Umbali kumbuka hajatupa. Ukitumia kanuni ya mwendo kasi manake unazidisha kwa muda hapa na hapa unazidisha kwa muda. Muda na muda zinakwisha na baki umbali ni sawa na mwendo kasi mara muda. Kwa hiyo umbali ni sawa na mwendo kasi mara muda. Kwa hiyo hapa muda tumepewa ni saa 3 mara mwendo kasi ambao ni 78 kilomita 78 kwa saa. Ukizidisha hapo kichukua 3 mara kilomita 78 kwa saa, hii sana saa zinakwisha. Itakuja iwe, ukizidisha hapo itakuja iwe kilomita 234. Hiyo ni safari ya kwanza. Sasa safari ya pili tumepewa kwamba pia lori hilo lilisafiri kwa muda wa saa 2. Safari ya pili ni muda wa saa 2. Tumepewa muda hapo kwamba ni saa 2, lakini vile vile kwa mwendo kasi wa kilomita 84 tumepewa mwendo kasi ni kilomita 84 kwa saa. Sasa hapa na penyewe natakiwa tutafute umbali wake. Kwa hiyo tukiingiza kwenye kanuni sasa, ili tuweze kupata umbali tunatumia ile kanuni ya mwendo kasi sasa na umbali kugawanya kwa muda. Kwa hiyo tuweze kupata umbali maana yake utachukua ni sawa na mwendo kasi mara muda. Kwa hiyo ukichukua mwendo kasi ambao ni 84 kilomita 84 kwa saa mara muda ambao ni saa 2, utakuja upate hapo na saa zinakwisha, inabakiza kilomita 84 mara 2 ambayo itakuja iwe kilomita 168. Kwa hiyo ili tupate jumla ya umbali ambao ulisafiri, maana tutachukua umbali wa safari ya kwanza ambazo ni kilomita 234 ujumlishe safari ya pili, umbali wa safari ya pili ambao ni kilomita 168. Tukijumlisha hapo itakuja iwe 402, kilomita 402. Kwa hiyo lori lilisafiri jumla ya umbali wa kilomita 402. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, ninakuomba ufanye maswali yafuatayo. Baada ya kuyafanya, ninakuomba usisahau kusubscribe kwa chaneli yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.